Tuanze angalia hapa Okay. Kwa majina naitwa Isaac Lelia Dokle. Ni mzee wa hapa Karantina na shabiki mkubwa wa Radio Jangwani. Waanzilishi wa Radio Jangwani nafikiri moja ni mimi. Na nashukuru sana Radio Jangwani kwanza sababu hata wamewahi kunipatia masawadi kadhaa sababu ya mimi kufurahia tu ile utangazaji vile wanatangaza na vile wanatuelimisha. Tumejua mengi kupitia Radio Jangwani ambao mbeleni hatukuwa tunajua. Lakini kwa sasa hii tumejua. Hata tunajua makivindi inaanza saa ngapi, inaisha saa ngapi. Kwa hivyo hiyo yote sisi tunarudishia Radio Jangwani shukrani. Ametuarabisha sisi wengine wale wasee ambao umri yetu imeendaenda kidogo. Mimi yangu nashukuru sana Radio Jangwani. Nawashukuru sana watangazaji wa Radio Jangwani. Labda mwaka wa kwanza kusikiza ilikuwa ni lini wewe kusikiza? Ilikuwa 2016 March tarehe 18. Siku hiyo ya kwanza kabisa. Siku hiyo ya kwanza. Ambao leo nafikisha miaka 9. Unakumbuka watangazaji kama kina nani wakati yao? Kidogo hapa wengine wengi wameenda. Nakumbuka kina naitwa nani? Kulikuwa na wengi kina Baba Saado, Susan ambao walienda siku kwa KBC. Na nani mwingine? Wengi nimesahau. na mashabiki wenye ulianza nao ni kina nani? Mashabiki labda wenzako? Mashabiki wale tulianza, moja ni Mama Nguvu, moja ni Nuno Mpenda Amani, moja kuna wengine kutoka Moyale, kuna msee tunaitanga Baba Samsam, Baba Faria kutoka Moyale, hao ni kutoka Moyale. Alafu kutoka pande hii ya Notor tuko na msee anaitwa Msee Kasi. Pande hii ya Merele tuko na Alkano wa Merele. Hawa ndio nasakumbuka. Kwa hivyo na wengi walikuja baadaye kina mzee huyu wa Karare, Mzee Lekubes. Hao yote ni wale walikuja. Ni wale watoto walisaliwa nyuma. Sisi wa sasa hiyo tumekuwa wasee. Kwa hivyo nafurahia sana Radio Jangwani. Na labda ni kipindi gani mara nyingi inakufurahisha kule Jangwani? Maana vipindi ni nyingi sana. Kipindi ile inanifurahisha mara mingi ni ile kipindi ya kutuelimisha. Saa nyingine wanaleta kipindi ya wanaita wale wanasimamia mambo ya machamba. Saa nyingine wanaita hata viongozi mara kwa mara. Hata wanaita viongozi. Kipindi ile mimi nafurahia ni ile lugha ya mama. Hii lugha ya pali mama alitoka. Nafurahianga sana kwa sababu nikiitiza nyimbo ile ya zamani, mimi napata mpaka hata mimi mzee najikumbuka kumbe hata mimi nilikuwa huko. Sawa. Labda utaambia aje labda uongozi wa Jangwani kina Fadharacho wote wafanye namna gani kuimarisha kabisa? Jambo la kwanza naombea Mungu. Ya kwanza ni maombi yangu, naombea Mungu. Na kwa sasa kwa kusema kweli Radio Jangwani imeimarika. Kwa mabadiliko, siku hizi hata radio haipoteange sana. Unajua ile kitu binadamu umetengeleza hawezi kosa makosa. Lakini siku hizi naona ni kama mmeimprove. Ni kama mmeongeza wengine mmeongeza sauti signal juu. Hewa inafika mbali. Wewe unaongea na mtu yuko Moyale unafikiri yuko nyuma ya hii nyumba. Kwa hivyo hiyo ni pongezi. Mbeleni ilikuwa haipatikani. Kwa hivyo mimi nashukuru wale watangazaji kwa sababu wale wanaongoza Radio Jangwani ni mzuri. Na kipindi kingine ile nafurahia ni neno la Mungu kuhubiriwa asubuhi. Hiyo ndio kitu kingine ambao unanifurahisha sana. Mimi mara mingi 6 nimefungua radio kusikiza tu maombi. Kwa hivyo hiyo ni kitu ya kwanza. Yale nyingine najua ni ya dunia.
lakini ile ni kusikiza maneno ya Mungu. Yes. Na unasema kwamba redio imekusaidia kupata marafiki wapi kabisa? Wengi. Najua kwa nini mimi nasema nakurushia Radio Jangwani shukurani. Hakuna sherehe imefanyika Radio Jangwani ambao msadoko la bana iko. Tumeenda Laisamis. Tumekuwa hapa karibu na Jirime hoteli. Haya, tumekuwa hapa town hii pana. Haya, kuna wakati mwingine tunapeana zawadi ya tikiti nyingine, unakata risiti nyingine ilikuwa inakatwa. Mimi ni mmoja wale alikuwa nimechaguliwa watu 6 wale alikuwa unatoa risiti. Mimi mwenyewe nilishinda, nilipata zawadi. Nilipata basikeli 2 ile ya watoto. Na mimi ni mmoja wale ambao hata tulikuwa na brother Francis, yeye alikuwa St. Paul. Mpaka akaniuliza, "Si dogo leo ujitangaze? Si hiyo ni jina yako?" Nikamwambia, "Wewe hapana, wewe utangaza." Kwa hiyo Radio Jangwani mimi kwangu siku ile kwanza kidogo ilikuwa na itirafu walai, hata ilinibidi mpaka nimekuja mpaka huko studio. Leo iko nini, kitu gani imeharibika? Si unaona ni kama iko kitu nimemiss, ndio? Basi namna hiyo. Na nafurahia sana. Sababu usuri hawa hawaingilii mambo ya siasa. Hawako kwa siasa. Ile kitu mimi napendelea sana wakati yoyote, hata sio wakati ya matangazo peke yake. Hata kwa hii makipindi ingine hakuna siku utakuta Jangwani anaingia mambo ya siasa, huyu kwa hivi, hakuna. Radio Jangwani ni kipindi yao tu, ni ya kuelimisha sisi. Yes. Asante.